msikilizaji, na chukua nafasi hii tena kukualika ikiwa ni siku nyingine. Ni siku ya 7 sasa, na ni katika mfululizo wa masomo yetu ya juma la uamsho, la maombi la uamsho na matengenezo. Kwa hiyo tunajaribu kuamshana katika kujua mapenzi ya Mungu na kurejea katika njia sahihi ambayo Mungu amekusudia tutembee kwayo. Sasa leo ni siku ya 7 na somo letu lina kichwa kinachosema mwanafunzi na uimara. Mwanafunzi na uimara ndio somo letu. Kumbuka kuwa tunatembea katika kisa cha Paulo. Paulo alikuwa ni imara kwa kadri siku zilivyozidi kusonga. Kinyume cha uimara ni udhaifu. Sasa Paulo alipitia changamoto. Alikuwa katika safari, alikumbana na vingi, lakini siku zilivyozidi kusonga ndivyo alikuwa imara. Tusome kitabu cha Wakolosai 1:24 hadi 29. Anasema, sasa nayafurahia mateso nilionayo kwa ajili yenu, tena nayatimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua ya mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yaani kanisa lake, ambalo nimefanywa mhudumu wake sawa sawa na uwakili wa Mungu, niliopewa kwa faida yenu, nilitimize neno la Mungu, siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu, ambaye sisi tunamhubiri habari zake, tukimwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Hili linalofuata ndilo nalipenda zaidi. Anasema, nami najitaabisha kwa neno hilo hilo, nikijitahidi kwa kadri ya kutenda kwake atendaye kazi ndani yangu kwa nguvu. Ni Wakolosai 1:24 hadi 29. Naomba nirudie hili fungu la mwisho. Nami najitaabisha kwa neno lilo hilo, nikijitahidi kwa kadri ya kutenda kwake atendaye kazi ndani yangu kwa nguvu. Paulo kwa kweli anaifanya kazi. Ni kazi ambayo kwa kweli ina maumivu, ina mateso kwa sababu ya chuki ya Shetani. Lakini pamoja na hayo yote hakati tamaa wala kuacha kufanya kazi. Anasema, najitaabisha kwa neno lilo hilo, nikijitahidi kwa kadri ya kutenda kwake atendaye kazi ndani yangu kwa nguvu. Kuna anayetenda kazi ndani yake kwa nguvu, ambaye kwa kadri anavyotenda, na Paulo anajitahidi kufikia kiwango hicho hicho. Ni nani huyu? Ni Kristo ndani yake, ni Roho wa Mungu ndani yake. Maana yake amejisalimisha kwake kuongozwa na yeye, anayenenda kwa kadri ile anavyomuongoza. Na kwa sababu hiyo amekubali kumfuata badala ya kuufuata mwili. Hafuati hisia wala tamaa za mwili, isipokuwa anafuata mapenzi ya Mungu kupitia kwa Roho wake. Mwanafunzi na uimara. Uimara wa Paulo unakuja kutokana na nini? Na uimara leo wa mwanafunzi utakuja kutokana na nini? Kwa kweli uimara wa Paulo
unakuja kutokana na vile alivyoruhusu utendaji wa Mungu ndani yake. Kwa kadri asivyomzuia ndivyo Mungu anavyotenda zaidi kupitia kwake, na kwa kutenda anamuimarisha. Anapokwenda kule, Mungu anapomuongoza kwamba kuna changamoto au hakuna changamoto, anavyoitegemea neema yake kushinda, kwa kadri anavyoshinda ndivyo anaimarika zaidi. Mwanafunzi na uimara. Ni mpango wa Mungu kwamba ufikie uimara na wala usiwe mtoto daima. Rafiki, kuna muda unaweza ukawa unaishi kama mtoto, unafanya maamuzi ya kitoto, uko pale pale, uendelei, unajifunza lakini hubadiliki. Sasa sio mpango wa Mungu huo kwa maisha yako. Ni mpango wa Mungu ufikie uimara na wala usiwe mtoto tena. Biblia inazungumza kuhusiana na Musa ikisema, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Kumbuka, katika ikulu ya Misri anapata mahitaji yote, na sasa anaandaliwa kuwa mfalme, lakini anakataa kuitwa mwana wa binti Farao akateseke pamoja na watu wa Mungu. Hili linakaa namna gani? Alikataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujitaabisha kufurahia anasa za kitambo huku akipotea kwa umilele. Ni wale tu ambao ni watoto wadogo ambao hawajakuwa ndio wanaweza kuchagua kujifurahisha katika raha za kitambo zinazowatengenezea anguko na maangamivu ya umilele. Rafiki, si mpango wa Mungu tuendelee kuwa watoto wadogo daima. Amekusudia ifike mahali tukatae dhambi, tukatae mambo mabaya, tuseme kwa hili hapana, kwa hili ni ndio. Mkumbuke Yusufu akiwa katika nyumba ya Potifa kule Misri. Wakati mke wa Potifa amemjia akihitaji kuzini naye, Yusufu alikuwa very straight, akamwambia, nifanyeje ubaya huu imkose Mungu akukubali? Alikuwa ni mtu mzima anafanya maamuzi, anaelewa hili ni sahihi, haijalishi itakuwaje, nimepaswa kulifanya. Si mahali pa kufuata hisia wala tamaa, ni mahali pa kufuata ukweli, ni mahali pa kusimama katika sheria, taratibu na kanuni zilizowekwa. Ni mahali pa kufanya mapenzi ya Mungu wala sio mapenzi ya wanadamu. Kuwa imara ni kuvumilia changamoto hata kama zinaumiza, ili kile kilichoko mbele uweze kukifikia. Kuwa imara rafiki. Kuwa imara mwanafunzi. Changamoto wakati fulani huja ili kutufanya kuwa imara zaidi. Katika kuivuka changamoto nyingine ndipo unajikuta umepata nguvu na uimara wa kuivuka nyingine zaidi. Lakini moja ndogo ikija ikikushinda, nyingine itakuja ikikushinda, ndipo unazidi kudhoofika zaidi, kuwa dhaifu. Usiwe hivyo rafiki. Kuwa imara rafiki, kwa sababu ni mpango wa Mungu kwamba ufikie uimara. Amekupatia neema. Ukiishikilia neema yake, ukiing'ang'ania neema yake, atakusaidia kuwa imara. Katika masomo yako atakusaidia kuwa imara. Katika kazi yako atakusaidia kuwa imara na kutenda kwa imara. Itumie neema yake.
Paulo anasema, lakini kwa neema ya Mungu. Ukumbuke pia kwamba Paulo alikuwa ni mtume ambaye aliudhi kanisa, na yeye ameitwa baada ya wale mitume 12. Lakini na kwa sababu hiyo anajiita mtume mdogo kuliko wote. Lakini anasema hivi, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Neema ya Mungu ikiwa pamoja nasi tukikubali kuitumia katika kufanya kazi, tutafanya viwango vikubwa, tutakamilisha kazi kubwa. Neema ya Mungu. Anasema si mimi wala si mimi, hata jitihada zangu zisingetosha, peke yangu nisingeweza, lakini neema ya Mungu pamoja nami imesababisha haya yote, imesababisha kazi kubwa iliyofanyika. Ing'ang'anie neema ya Mungu rafiki yangu. Ili tufikie hatua ya kutoa matokeo makubwa ambayo mbingu zimekusudia, hauhitajiki uwezo wetu peke yetu, na wala hauhitajiki uwezo wa Mungu bila uwezo wetu. Ila hivi viwili vinaposhirikiana, maana yake uwezo wa Mungu pamoja na uwezo wetu, ndipo tutatoa matokeo yanayoshangaza sana. Neema ya Mungu pamoja nasi. Ishikilie neema ya Mungu rafiki. Ing'ang'anie neema ya Mungu. Ruhusu utendaji wa Mungu ndani yako. Ruhusu Mungu atende kupitia kwako. Ruhusu tu, nawe utaona vile atakavyotenda kwa utukufu wa jina lake. Kutokana na hii neema ya Mungu kuna utajiri wote tunaoweza kupewa ambao tunauhitaji. Paulo anasema, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Hii ni Wafilipi 4:19. Kwa kweli Mungu ametuumba kwa makusudi yake, na amemtoa Yesu ili atupatie neema ya kuyatenda makusudi yake. Katika Yesu tunapewa vyote tunavyohitaji. Kumbe ni pale tu tunapomng'ang'ania Mungu na kumsihi sana, hii neema itatusaidia. Paulo anasema neema ya Mungu haikuwa bure kwangu. Kumbe neema ipo, lakini inaweza ikawa ni bure kwetu, inaweza isitusaidie kama hatutaing'ang'ania. Kama Mungu ameahidi kwa neema yake atatubadilisha, anabadilisha maisha yetu, anatuwezesha kuishinda dhambi. Kumbe kama tutamsihi na kuing'ang'ania ile neema yake, hakika tutabadilishwa. Rafiki, ing'ang'anie neema ya Mungu. Ing'ang'anie neema ya Mungu. Msihi Mungu. Neema ya Mungu si bure, inabadilisha maisha. Mungu hakutuumba tuwe waovu. Mungu alituumba tutende matendo mema, na hayo mema yatendwi nje ya Kristo. Bila Kristo hatuwezi chochote. Ila tunaposhikamana na Kristo tunaweza kufanya mambo makubwa ya ajabu na ya kushangaza sana. Neema ya Mungu haikuwa bure kwa mtume Paulo. Mungu atusaidie sana. Mungu atupiganie. Rafiki, itumie neema ya Mungu. Usiache neema ya Mungu. Itumie neema ya Mungu. Dai neema hii kwa sababu kila kitu kimewekwa tayari kwa ajili yetu. Neema inabadilisha, neema inaokoa, neema inaleta ushindi. Biblia inasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu.
Mungu anaweza kufanya yote, tena zaidi hata ya yale tunayoyaomba au tunayoyawaza. Ni kwa kadri tu ile tunavyomruhusu kutenda kazi ndani yetu. Ni kwa kadri tunavyoruhusu Roho wake atende kazi ndani yetu. Ni kwa kadri tunavyoweza kumwamini. Hakuna mpaka kwa anayeamini. Yote yawezekana kwake aaminie. Yesu alisema, kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Ni wakati wa kumsihi Mungu kwa ajili ya neema yake. Ni wakati wa kutafuta kuziona nguvu za Mungu maishani mwetu. Ni wakati wa kuona matendo makuu ya Mungu na miujiza yake maishani mwetu. Tukihitaji kuona, atatuwezesha kuiona. Lakini tusipoing'ang'ania neema yake, hakuna chochote kitaendelea. Neema ya Mungu ni kwa ajili ya kutubadilisha kabisa. Ndio sababu Paulo anasema, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Neema yake inaniwezesha katika yote. Ni vile tu nimechagua kuing'ang'ania au naiachia. Natamani nikupatie ushuhuda wangu. Katika elimu yangu ya advansi, kwa sehemu kubwa niliishi nikimtegemea Mungu na kumtii. Alichoniambia ndicho nilichofanya. Na si ajabu kwamba hata katika kusoma nilimsikiliza. Aliponiambia soma, nilisoma. Na aliponiambia nisome wapi, nilisoma wapi. Na katika kusoma wapi, niliona vile ambavyo yeye ni mkuu. Katika mtihani wangu wa taifa, nakumbuka masomo yote kwamba nimesoma PCB, biology, physics na chemistry. Kwamba katika masomo yote nilisoma, aliponiongoza na nikakutana na kile swali kama lilivyo. Mitihani yote kuna swali nililolisoma nalo limekuja vile vile lilivyo. Jamani, Mungu anaweza akajifunua kwetu. Anaweza akatenda miujiza yake maishani mwetu ili tusiwe tu wenye kusimuliwa na wengine. Anatamani na sisi tu mashuhuda wa nguvu zake. Kwa nini nilimsikiliza? Kwa nini nilikuwa tayari kumtii? Aliponiambia fanya nikafanya, sifanye sikufanya. Kwa sababu nilimjua na kujua uwezo wake, kwamba yeye anafanikisha yote. Kumtii hakuna hasara. Muda ninaotoa kwa ajili yake sipotezi. Anajua namna anavyoweza kuufidishia kwangu. Rafiki, sikia. Inabidi tuitumie neema ya Mungu. Inabidi neema itubadilishe. Inabidi tukubali leo kutenda kazi pamoja na Mungu, na ndipo tutapata matokeo makubwa sana maishani mwetu. Ndiyo, Biblia inasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Zaburi 105 mstari wa 4. Rafiki, mtake Bwana na nguvu zake. Usikubali neema ya Mungu kuwa bure maishani mwako. Muombe Mungu sasa neema yake, na muombe kwa neema yake ukatende kazi, ukawe imara katika nguvu za Mungu na kusimama kwa ajili ya Mungu daima, ukilitimiza kusudi lake. Naomba tuombe. Asante Baba kwa ajili ya kutujalia tena fursa hii ya somo hili. Naomba neema yako isiwe bure maishani mwetu. Naomba utusaidie tukashirikiane na wewe na tukaitambue neema yako na kuifanyia kazi maishani mwetu. Tuongoze, tubariki, tulinde, tusimamie katika safari yetu yote. Katika jina la Yesu, amina. Rafiki, Mungu akubariki, uwe na wakati mwema.